Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tena tutafakari neno la Mungu ambalo linasema Yesu mchungaji mwema. Kwa wale wafugaji tunajua kabisa kuna wachungaji wa mshahara na wachungaji walio wema. Sifa ya mchungaji mwema, yeye huwa anajua kondoo wake. Anajua muda wa kuwalisha. Anajua madhaifu yao. Anajua huyu anakula kiasi gani, huyu anakula kiasi gani. Lakini anawajua kwa majina, na kondoo hao wanamjua mchungaji wao hata kwa harufu. Ametokea mbali, wanajua mchungaji huyo anakuja. Lakini anawaita kwa majina: Neema, Furaha, Amani. Wanasema me, wanaitika. Kwa sababu gani? Wanajua sauti ya mchungaji wao. Nikuulize tu, mchungaji sio lazima awe mchungaji wa kanisani au mchungaji wa kondoo, lakini hapo kazini kwako wewe pia ni mchungaji, ni kiongozi. Unaelekeza watu namna gani ya kufanya, namna gani ya kuishi. Je, kondoo au waumini wako au watumishi wanakujua? Wanajua sauti yako? Wanajua harufu yako? Lakini unawajua majina yao? Unajua mahitaji yao? Unajua madhaifu yao ukiwa kama mchungaji, kama kiongozi wao? Anasema huyu mchungaji wa kondoo anaingia kupitia mlangoni. Tukisoma Yohana 10 mstari wa 1 hadi wa 21, utasoma kwa muda wako, lakini mstari wa 1 anasema, Yesu akasema, amin amin nawaambia, yeye asiyeingia kupitia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea pengine, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Sifa za mwizi, za mchungaji wa mshahara, za kiongozi wa mshahara: yeye hafuati maadili, yeye anatafuta njia zake na udanganyifu mwingi. Lengo ni nini? Kuiba na kuharibu na kuvuruga na kuua kabisa, ili afaidike na mshahara. Anachoangalia pale ni maslahi yake. Hali kadhalika kwenye dini zetu kuna wachungaji wa mshahara. Hawa wanaingia kwenye utumishi kwa sababu gani? Kuangalia maslahi yao, kupata chochote kutoka kwa waumini. Yeye hata muumini kama ana shida, anaumwa, haimuhusu, kwa sababu kilichomleta pale yeye ni kuvuta kutoka kwao. Lakini sifa za huyu mchungaji wa mshahara, anashikamana na watu wakuu, anashikamana na watu wenye uwezo, anasahau wale ambao hawana uwezo, wale walio chini. Amesahau kwamba na hawa pia ni kondoo wake, anatakiwa walishe, aende nao hatua kwa hatua, awafundishe, awatoe kwenye giza, awalete kwenye nuru, awaambie kweli. Huyu ni mchungaji wa mshahara. Lakini mchungaji wa mshahara akilisha kondoo, hajui hapa kuna malisho mazuri, hapa kuna maji mazuri, hajui kwamba kuna mdogo, kuna mkubwa. Yeye anawaswaga tu. Sifa nyingine, akiona mbwa mwitu anakuja, huwa anakimbia. Akiona majaribu yamezidi, huwa anaacha waumini, anakimbia zake huko. Utamwona waumini mnaanza kushangaana nyie kwa nyie, mchungaji yuko wapi? Mchungaji yuko wapi? Huyu ni mchungaji wa mshahara. Hahitaji shida nyingi, hahitaji sana maelekezo mengi. Yeye anachoangalia ni mshahara wake. Lakini ikifika wakati wa kurudisha kundi, wakati mwingine hawakushiba, huwa anawapa maji mengi, vitupo vinakuwa vikubwa kama vile wameshiba, lakini wamenyong'onyea, wamekonda, hawana imani, hawana tumaini, wamekata tamaa. Hao utajua wamelishwa chakula ambacho hakina rutuba. Wamelishwa neno la Mungu ambalo ndani yake hakuna kweli. Wamepapasa tu kwa juu. Ndio maana unakuta Mkristo amekonda. Ukimuuliza habari za tumaini yako, nipo tu. Tumaini lako ni lipi? Nipo tu, tutaishi. Hivi hakuna, mpendwa. Jifunze kusoma Biblia. Ijue neno la Mungu. Liishi neno la Mungu. Tumeshaondolewa giza. Yesu Kristo alipokufa alifungua akili zetu. Pazia la hekalu lilifunguka. Kila mtu ana uwezo wa kwenda mbele za Mungu, kuomba na kumweleza Mungu haja ya mahitaji yake. Lakini sio hivyo tu, tuna uhuru wa kusoma neno la Mungu na kulielewa kwa utulivu. Haleluya. Sifa ya mchungaji mwema, anajua kondoo zake, anajua mkubwa na mdogo, anajua chakula kizuri cha kuwalisha, anajua asubuhi niwalisha hiki, mchana nitawalisha hiki, jioni nitawalisha hiki, watakunywa maji saa ngapi.
Lakini anajua huyu mbona amelegea, pengine anaumwa, anafika pale, anamtibu, anamhubiria neno la Mungu, anamwombea, anamsaidia. Mchungaji mwema yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Jiulize, mchungaji wako yuko tayari kukusaidia? Anakusikiliza, anakujua jina lako, anajua unakoishi. Tusiishi tu jamani. Neno la Mungu li hai, tena liko wazi. Ametufunulia siri zote za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tutulie mbele za Mungu, tujifunze neno la Mungu, tusiwe tu tunaswagwa. Neno la Mungu li hai. Basi leo tuishie hapa, tukutane siku nyingine. Bye bye.